Kama kawaida tunazidi kusonga mbele, visa na mazingatio. Leo nimekuja na story moja hivi. Ni kisa cha mwanachuo mmoja au msomi na mwanadada fulani ambaye hakuwa hata wa kusoma, hakuwa hata amefika mbali kimasomo. Kwa mujibu wake anasema ameishia form 4. Huyo dada alinihadithia story yake na akasema ni muhifadhi kwa jina, lakini angependa nishare story hii na wadau ili mwisho siku tufaidi wote. Dada anaanza kwa kusema kwamba ndoa yake au mahusiano yake yalikuwa ya mafanikio makubwa na yenye matarajio makubwa kinoma noma, lakini alikuja kuingiliwa na kidudu mtu mmoja tu. Tena anasema kidudu mtu mwenyewe ni yeye alimwajiri. Dada anaanza kwa kuhadithia alikotoka na mwamba. Anaanza kwa kusema, huyu jamaa aliyekuwa mume wangu tulikutana mkoani Arusha. Alikuja kwa ajili ya kusoma college. Mwisho siku tukakutana, tukazoeana na ilikuwa ni mambo ya kanisani. Alikuwa anahudhuria kanisa ambalo nilikuwa nalisali mimi. Basi katika majadiliano ya hapa na pale tukajikuta tunakuwa tunazoeana. Hapa kidogo nilistuka kwa sababu mtu wa kanisani alafu anakuwa namna gani vipi? Anyways, anaendelea kwa kusema, katika majadiliano ya hapa na pale nikaona mwamba kuna kitu fulani anacho, tunaweza tukaunganisha, mwisho siku tukatengeneza kitu kikubwa. Kabla sijaendelea tu nikwambie, huyu dada alikuwa na maisha yake poa tu. Kwa mujibu wake alikuwa anafanya kilimo cha kuku wa kizungu, lakini pia alikuwa analimalima mboga mboga, na kilimo hicho sio kilimo kidogodogo, ni kilimo kweli, na tayari alikuwa shajenga kajumba kake kavimba viwili na seble. But within that time alikuwa ni single, na alikuwa ni single mother. Anasema alikuwa na mwanae wa kike miaka kama 5 hivi. Dada anatuambia alikuja kuwa na mafanikio hayo baada ya kuachwa muacho mmoja balaa. Aliponichekesha zaidi, anasema aliutaka utamu akapewa na kupeleka nyumbani. Anyways, dada anaendelea kwa kusema, baada ya kukutana na mwamba sasa, mwamba alikuwa anasoma masuala ya ICT, masuala ya computer na video productions. Wa kusoma wanaelewa hapa. Dada anasema tukabadilishana stories za kimaisha, mwisho wa siku tukajikuta ile tunaingia katika penzi zito. Mara ndoa, mara nikapata mtoto akafariki. Basi maisha yakasonga, mwamba akamaliza chuo, basi akatulia, akaanza kufanya businesses hapa na pale, akaanza kujishughulisha na vitu vidogo vidogo. Kama unavyojua ajira za saizi kidogo ni mtihani. Lakini mama katika kukusanya vihela vyake akaamua kumfungulia kistudio. Kama unavyojua mwamba alikuwa anajua kila kitu, basi yenda akawa anaendesha pale. Huwezi amini, mambo yakaitika. Hawajakaa sawa, wakafungua kistationery. Yani pale kwenye sehemu ya studio wakaongeza na ka stationery kidogo. Basi maisha ya mwamba yakaitika. Wakaokota 200, 200, 400, 500. Maisha yakaenda poa. Na bibie akamwamini 100% kwa sababu walikuwa wanakwenda sawa. In a long run, bibie akapata kitu kama idea. Hapa anasema, kadili tulivyoendelea na maisha, mimi nikaona embu mwenzangu ajiendeleze kwa sababu alikuwa na diploma, nikaona kama haitoshi hivi. Nikamwambia, hivi unaonaje ukajiendeleza ukapata degree, pengine unaweza kuajiriwa sehemu fulani. Kama ni issue ya ada, tutakusanya kwenye mambo ya ufugaji, tutakusanya kwenye mambo ya studio, tutachanga, mwisho wa siku utapata kitu fulani na mwisho wa siku utapata kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Kwa kweli watu wananyota, wana bahati ya kupata watu wenye malengo, lakini mwisho wa siku hola. Basi mwamba akaona poa, mimi nitapiga skuli huku misha zingine zinaendelea. Sasa akianza skuli manake nguvu itapungua, watabidi waajiri mtu. Sasa kadiri maisha yalivyoendelea, ofisi inaitika, ikabidi waajiri mtu. Kama kawaida, mbinu ya kibiashara, lazima pale kwenye stationery kidogo isimame piskali, yani kidogo mtoto ambaye ni strong, ambaye anaweza kuimiri biashara. Lazima itifaki izingatiwe bwana. Basi anasema baadaye akaletwa mdada. Dada anatuambia ilianza kuwa dipo alipomaliza chuo. Anasema mwamba akaanza kumongopea, simu yake ikipigwa anatoka nje, lakini anasema akawa aniulizi tena kuhusu masuala ya biashara yanaendaje, tumeingiza kiasi gani. Yani ikawa ni mtu ambaye shika zako ni shike zangu. Sasa nikasema embo nimuulize mwenzangu, kwani ana changamoto gani? Pengine nilisi masuala ya kifamilia au pengine ana deni ananificha. Aliishia kunijibu nothing is wrong, ni mood swing tu. Sasa kwa sababu mimi nina asili ya kutojali, nikasema anyways it's okay, pengine ana jambo lake ambalo hataki kunishirikisha, nisimvuruge, nimwache atalisolve mwenyewe. Basi siku zikaenda, ila naona kabisa hali sio shwari. Dada yetu anakuja kumalizia story namna hii. Story inavyoisha, mimi mpaka mwenyewe nilisema no, huyu dada ana roho ngumu, yani ana roho ya kipekee. Dada anasema Mungu siku hiyo akaamua kunifunua macho, akaamua kumumbua. Ilikuwa asubuhi kama kawaida, usafi hapa na pale, sina hili wala lile. Nilikuwa niko nafuafua, mwisho siku ikafikia time ya suruali lake, ilibidi niliweke ndani ya maji. Kama unavyojua lazima nianze kukagua kwanza kwenye mifuko ili nisije nikafulia hela. Huwezi amini, nikakuta mipira miwili, yani zana. Nikashtuka kwanza kwa sababu yalikuwa sio mambo yetu. Sasa huwezi amini, dada alikuja kufanya kitu ambacho wanawake wengi hawawezi kufanya. Trust me. Anasema kitendo cha kuona hali ile, nikachill kwanza, nikatulia, sikuzungumza, sikufanya chochote. Ikabidi kwanza nitulie, nimshukuru Mungu. Nikamshukuru Mungu kwa kila anachoniletea mbele yangu, ila pia nikamuomba Mungu anipe nguvu ya kutulia nalo, ya kusubiria kwanza. Anasema pale nikagairi hata kuifua ile suruali, nikaitia pembeni, alafu nikashika zile zana
akazikunjia kwa ndani. Ila anasema sikugairi kufua, nikaendelea kufua nguo zingine. Dada anasema wakati mimi naendelea kufua, yeye alikuwa kalala kwa sababu usiku wa jana yake alikuwa karejea amechelewa. Na nilivyojaribu kumuuliza akasema kuna video ya mteja ilikuwa sijaimaliza, kwa hiyo ilibidi niimalize, mwisho wa siku nimkabidhi leo, so ndo maana nilichelewa kutoka. Sasa baada ya kuniambia vile, sikuona haja ya kuendelea kurumbana naye, tukalala kukakucha. Ndo pale niko nafanya usafi ndo nikakutana na mambo hayo. Dada anasema ile naendelea kufua, mjomba huyu hapo. Ila anafika pale ninapofulia, alichoniuliza ile suruali nilovaa jana iko wapi? Kiutaratibu kabisa, yani bila hata stresi. Nikamwambia ile pale bado sijaifua. Akaiangalia, mwisho wa siku akaikwapua. Ile kuikwapua tu anashangaza na mbili zinadondoka. Akawa kama kablo fulani hivi. Hakuzungumza chochote. Alichokisema sasa, chana nayo, akaiweka pembeni, akaondoka zake. Mimi mwenyewe sikutaka nimwache bure. Nikasema no, hebu chukua vifaa vyako hivi. Akarudi, akazibeba, akaondoka zake. Hakuzungumza chochote na mimi sikuzungumza chochote. Sasa tuulizane, wewe ungeweza? Dada anasema maisha yakaendelea. Sikuwahi kumuuliza kuhusu hilo wala nini, na yeye hakuwahi kujitetea, hakuwahi kunitikisia story hiyo. Sasa kabla hatujaendelea hapa, unahisi kwa nini dada hakuuliza? Swali liko hapo. Kisaikolojia hakuwa mjinga. Dada yetu alikuwa na dhamira zifuatazo. Dhamira ya kwanza, alitaka kuona je, mwenzake anatambua kwamba amemkosea mkewe na anathamini utu wake kwa kutaka mazungumzo. Hata kama watazungumza, je, atakuwa muwazi? Lakini dhamira ya tatu, dada alikuwa tayari kuziba pancha kuliko kuharibu ndoa yake. Yes, sasa tuendelee. Dada yetu anasema, nakumbuka ilikuwa asubuhi. Anasema yeye alikuwa kaenda kuoga kujitayarisha kwa ajili ya kuingia studio. Mimi nilikuwa niko naandaa pale room, naandaa chumba, natandika. Kama unavyojua lazima room ikae vizuri, ikae smart. Mara message ikapop juu ya screen ya simu yake, na simu ile ilikuwa juu ya dressing table. Sasa sijui ilikuwa bahati mbaya au bahati nzuri, nikageuza macho yangu kuangalia ile simu. Kuangalia tu nashangaa neno bye, but sikujitikisa kushika hata simu yake. Mimi nikaendelea kufanya zangu usafi pale chumbani, nikaenda sebreni nikamalizana nako, nikaenda nje nikamalizana nako. Basi alivyorudi kuoga, nikamwambia bwana, kuna meseji yako, iangalie hapo. Ile kufungua tu kuangalia, kwa nini asianze kujibaraguza? Nakumbuka alichonambia kwamba hawa nao wasumbufu sana, watu wengine bwana. Cheki huyu dada alivyokuwa na rungumu. Anasema alivyoanza kujibaraguza, sikumuuliza chochote wala sikuargue naye na wala sikutaka kushika hata simu yake, yani nikaignore kabisa. Na yeye alivyokuwa hana akili akaamua kukaa kimya. Sasa nikaona kaamua kukaa kimya, maanake anajua anachokitenda. Sasa tuulizane hapa, wewe na mimi tungeweza? Basi dada anasema siku zikaendelea na anasema game ilikuja kuishia hapa. Anakumbuka ilikuwa siku ya Jumatatu, amepigiwa simu na dereva ambaye alikuwa ni mteja wake kwa ajili ya kumwescort kumpeleka shambani, na ilikuwa ni kama kawaida ya ratiba yake siku ya Jumatatu kwenda shambani kuangalia kuvuna vilivyokuwa tayari vimestawi, lakini pia kutoa wale kuku ambao tayari wanabidi kuingia sokoni. Anasema ilikuwa nikienda mara nyingi namaliza siku nzima. Sasa nilivyofika pale ambapo tunapaswa kukutana, tayari alishafika na gari yake, basi tayari kwa ajili ya kuanza safari. Mungu alivyo waajabu, sasa gari si ikagoma kuwaka, yaani akapiga juu chini, lakini bado ikagoma. Sasa kwa sababu yeye alikuwa ni dereva, kuna baadhi ya vitu hawezi kufanya, tukabidi tumuite fundi. Ile fundi kufika akachekicheki, akaona hapa kuna tatizo ambalo ni kubwa zaidi na haliwezi kutibika leo, lazima hii gari ikae hapa angalau hata kwa siku nzima. Basi ikabidi nirudi home ili ningoje kesho, kama itakuwa haijatengama basi niangalie utaratibu mwingine. Sikuweza kufanya maamuzi haraka kwa sababu yule dereva alikuwa ni mteja wangu. Sasa ile nafika nyumbani nakuta viatu vya kike nje, na vile viatu sio miongoni mwa viatu vyangu. Kama kawaida huwa sina haraka kabisa, nikakaa kama dakika 10 hivi kwenye ngazi bila kubisha hodi. Nikasikia kama kuna minongono fulani hivi, kama kuna watu wanaongea ndani. Basi nikawa sijaamini, ikabidi nizunguke nisikilize kwenye dirisha la chumbani. Hapo ndipo niliverify kwamba tayari humo ndani kuna watu, kuna wa kike na wa kiume. Sasa sikutaka kurash kwamba ni mume wangu, nikabidi nijidhibitishie mwenyewe. Bahati nzuri au mbaya walikuwa wameloki mlango. Sasa ikabidi nibishe hodi. Nikabisha hodi lakini pasipo kusema. Jamaa akaniuliza, we nani? Ile kusikia sauti tu nikagundua yes, this is my husband. Nikabisha mara ya pili bila kunena. Sasa kama kawaida mtu anabisha alafu azungumzi, ikabidi aje kufungua aone ni nani. Ile anafungua tu mlango anashangaa kuniona, akarudishia mlango, wala sikumruhusu afanye hivyo. Nikaupush mpaka ndani, mpaka mwenyewe alishangaa nguvu nimezitoa wapi kwa muda huo. Ile kupitiliza chumbani, dada anasema nilichokiona sikukiamini. Kwanza nilikaa kwa kutulia, niliduaa. Anasema nikawa kama naona movie, kama naona scratches. Anaendelea anasema nilichokikuta huwezi amini, ilikuwa ni yule dada tulomwajiri stationery, na sijamkuta tu, kajilaza kitandani kwangu, yuko na upande wa kanga. Anasema kiukweli sikufanya chochote, niliganda, sikujaribu hata kuzungumza neno lolote, hata kunyanyua mkono wangu, niliishia kutabasamu. Anasema hata ningefanya hivyo isingesaidia chochote, kwa sababu kama ni tendo tayari lilishafanyika au halijafanyika, lakini pia tayari yuko ndani kwangu, tayari ana mahusiano na mume wangu. Anasema hapa Mungu ndiye alijua kunisimamia. Anasema siku hiyo ilibidi ni ghairi kabisa kila jambo ambalo niliplan kulifanya. Sasa sikiliza dada anachokifanya. Dada yetu anasema nikajiandaa kwa uzuri kabisa, kwa sababu siku hiyo nilikuwa
nimevaa nguo ambayo ni fupi, ikabidi nivue, nivae nguo ndefu, nijifunike kitambaa kizuri kabisa, nikaenda sebuleni, nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, ninakushukuru kwa kila jambo unaloleta mbele ya macho yangu. Kama nimewahi kumdhulumu mtu, basi nayapokea malipo, ila kama sijawahi kumdhulumu mtu, basi na imani utasimama na mimi, utalipa muda, uaminifu na gharama nilizozifanya kwa mtu huyu, lakini pia hata wema niloutenda kwa dada huyu. Anasema nikanyanyuka, nikakusanya kila kilichokuwa cha kwangu. Anasema na kwa sababu nilishalijua hili tukio iko siku litakuja kutokea, kwa sababu nishajua ananichiti na sikujua ananichiti na nani, na sikutaka kujua, basi Mungu tu ndo ameamua nijue. Nilijiandaa kabisa na tukio hilo, so nikaacha kila nilichokivuna naye. Anasema nikaenda kuanza maisha ya kwangu peke yangu. Lakini tukumbuke kwamba dada alikuwa tayari ana nyumba yake ambayo alishaijenga, wala hata hakumuhusisha kabisa na nyumba ile. Ile nyumba ambayo walikuwa wanaishi ilikuwa ni nyumba ambayo wameivuna pamoja. Sasa kilichokuja kutokea, dada anasema hivi, kwani yalifika mbali? Anasema jamaa dili zote zikafa, yule dada akabeba mimba ya mtu mwingine, wakaachana. Jamaa akaanza kubeba mizigo ya madeni mpaka akasema hiki nini. Baadaye nakuja kuambiwa kwamba jamaa studio ilikuja ikapigwa mnada, na mpaka leo unaambiwa hana kazi na kila anakoomba kazi hapati. Yaani unaambiwa kaomba kazi mpaka vyeti vinaanza kuzeeka. Dada anasema baadaye alikuja kuniomba msamaha, but tayari nilikuwa nimesha move on, so sikuona haja ya kuendelea naye tena. Sasa kuna maswali ambayo tunabidi kuulizana hapa, ambayo ndo darasa letu la leo. Swali la kwanza, je, mimi na wewe tungeendelea kuvumilia siku ya kwanza kabisa ambayo ulikuta zana mbili kwenye mfuko wake? Jibu lake hapa, wengi huwa hatuwezi. Yaani hatuwezi kuwa na subira, lazima ukiwashe. Kwa maneno mengine, lazima pachimbike, na hasa kama ilikuwa sio vitu vyenu. Lakini kwa nini ni muhimu kukaa kimya? Kwanza, kwa muda huo unakuwa katika mshtuko mkubwa, kwa hiyo ubongo wako unakuwa hauwezi kuchakata taarifa. Pili, kwa muda huo ubongo unakuwa na maneno yake na majibu yake ambayo unataka uyaseme, ambayo tena yanaweza yakawa tofauti na mwenza wako alonayo. Mwisho wa siku mukakuta mnagongana, unakuwa ni ugomvi mkubwa zaidi. Namba 3, ni bora kubaki na dhania kwa muda huo, kwa sababu utapouliza ukaambiwa ukweli inauma maradufu. Namba 4, unabidi umpe time ya kukuapproach na kukuelezea kinachoendelea. Pengine sio kweli, pengine kategeshewa na mtu ili awagombanishe. Namba 5, kuna siku maalum ambayo ukimya huo utavunjika tena kwa amani kabisa. Utamueleza naye atajieleza, yani automatically tu utajikuta unamwambia naye anaanza kujitetea, anaambia bwana nilikosea but forgive me. Kwa hiyo yani ukimya unaisha hivyo. Swali la pili, je, dada alikuwa bwege au alikuwa sahihi kutoomba simu au kuvizia simu ya kipenzi chake na kuanza kuikagua? Hapo ulipo unasema dada alikuwa bwege. Ingelikuwa ni mimi, mbona simu angeileta? But iko hivi, yes, dada angeliangalia simu kama kwanza angetaka kujihakikishia, au angetaka kuchukua namba na kujihakikishia huyu ni nani anayechati naye, au angetaka mwamba amueleze ukweli, au pengine angetaka kufanya maamuzi kwamba nijihakikishie ndio kweli, nifanye maamuzi ya kuipasua simu au nifanye maamuzi ya kuondoka zangu. Lakini to tell you the truth, dada alijua kwamba hapa atakuwa na kiuka faragha na uhuru wa mtu wa kumiliki chombo cha mawasiliano. Jambo la pili ambalo alijua, kama angekutwa anakagua simu ile au ameishika simu ile, jamaa asingemwambia ukweli, ila pia angezidisha ulinzi, yani angebadilisha hata password. Namba 3, nia yake ilikuwa ni kuimarisha ufuatiliaji, yani ajithibitishie. Swali la 3, ingelikuwa ni wewe umemfuma na mwajiri wako, ungalifanyaje? Ungefanya dada ambacho amekifanya? I don't think so. Yani hapo mtu angekufa au mtu angepigika kinoma noma. But here what we learn, watu wengi huwa tunahisi kwamba kumwachia mtu kila kitu ukasepa ni ubwege, lakini katika dunia ya leo ni hatua muhimu mno. Unapoacha kugombana na mtoto wa mtu, unapoacha kulialia, unapoacha makasiriko, unakuwa huwezi tena kudanganywa na kuchezewa au na kudharauliwa. Na hii sio swala la kukata tamaa, sio kwamba umekata tamaa, la, hii ni kuamini kwamba kuna maisha baada ya hapo. Hupaswi kuendekeza hisia, ila pia Mungu yupo. Yani unapokutana na situation kama hizi, mshukuru Mungu kwanza, kisha muombe akusimamie, kwa sababu hakuna kinachokuwa isipokuwa yeye ndiye anayeruhusu. Nakupa homework, lazima mwalimu nitoe homework, na hakikisha unaijadili na mwenza wako. I'm kidding. Swali la kwanza kama homework, je, unahisi dada hakuwa na mapenzi tena ndo maana aliondoka bila kugombeza, ndo maana hakumgombeza yule alomkuta naye? Swali la pili, ungelikuwa wewe ungemsamehe pale ambapo angekuomba msamaha au la, na kwa nini? Kwa nini ungemsamehe? Kwa nini usingemsamehe? Abdunur hapa, tukutane kwenye comment.